Yes, moja kati ya kitu kizuri sana ambacho pengine ulikigundua wakati ukitazama mechi ya ligi ya mabingwa barani Afrika ambayo iliwakutanisha wenyeji Dar es Salaam Young Africans dhidi ya FAR Rabat kutoka kule nchini Morocco, mchezo ambao ulipigwa siku ya tarehe 22 majira ya saa 10 kamili za jioni katika dimba la Aman Complex visiwani Zanzibar. Utagundua kuna namna kocha wa klabu ya soka ya Yanga Pedro Gonçalves alitengeneza mikakati ambayo kiukweli ilikuwa na faida kubwa sana, na moja kati ya mikakati ambayo alitengeneza ni kuweza kumtengeneza Pacome ambaye ni kama kinyongo, kwa maana ni yule ambaye hana namba maalum katika mchezo ule. Lakini pia kitu cha kipekee Pedro bwana aliweza kucheza na Pacome katika namna mbili, ukiacha kama sehemu ya viungo washambuliaji, lakini pia aliweza kumtengeneza kama kocha wa ndani. Na ukifuatilia picha nyingi Pacome ndio alikuwa ni mmoja kati ya wachezaji ambao walikuwa wakijaribu kutoa maelekezo kwa wachezaji wenzao, lakini pia hata pale kipindi ambacho inapatikana ile cooling break kwa ajili ya kupoza kidogo joto, utaona mwalimu Pedro alikuwa akimfuata sana Pacome na kumwelekeza nini akifanye, nini awaambie wachezaji wengine, ili wakifanya kutengeneza mazingira ya kupata ushindi katika mchezo ule. Lakini pia hata ukiangalia Pacome tumemzoea mara nyingi anacheza upande wa kulia na ni sehemu ambayo anaipatia sana, lakini kwa mechi ile dhidi ya FAR Rabat tumeona aliegemea sana upande wa kushoto, licha ya mara moja amekuwa akiingia ndani zaidi, lakini wakati mwingi alikuwa akicheza kwa upande wa kushoto, lakini pia alikuwa akicheza kwa kuibia, kwa maana anacheza mithili ya kiungo mkabaji, huku akiwa anaibia katika kutengeneza mashambulizi ili kuwazuga wale mabeki wa FAR Rabat wasiwe wana concentrate na Pacome moja kwa moja, kwa maana kwamba kuamini kwamba huyu ni mshambuliaji wa moja kwa moja. Kwa hiyo kitendo cha mabeki wale kujaribu kuwakaba wachezaji wengine kama Prince Dube, lakini kule Celestine Ekki walikuwa pia akicheza kama winga, lakini anaingia ndani, akawa wanatumia nguvu kubwa sana katika kuangalia maeneo ya upande wa kule kulia ambako walihisi ndo kuna hatari kubwa, na kuacha huku kwa Pacome ambaye ndiye alikuwa mpishi wa kila kitu katika mechi ile. Kwa hiyo ukiangalia utagundua kwamba Pedro aliweza kusoma mchezo upoje, aliweza kuisoma FAR Rabat ni timu ya aina gani, na aligundua kwamba ni timu bora, ni timu ambayo inajiamini sana katika eneo la viungo. Lakini sasa ili win lazima ucheze karata zako vizuri, wenyewe wanasema uzichange karata vizuri, na mwisho wa siku una win the battle. Kwa hiyo Pedro aliweza kumtengeneza Pacome wa bandia, kwa maana kwamba ni Pacome winga, ni Pacome mshambuliaji kiasi, lakini ni Pacome kama midfielder ambaye anazuia, kumbe ni danganya toto. Kwa hiyo aliwin, lakini pia kumtengeneza Pacome kama kocha wa ndani, kuhakikisha kwamba wenzake anawapanga vizuri, anawapa maelekezo ya ziada, ilikuwa ni karata dume kweli kweli, na ndio ilimpa ushindi mwalimu Pedro Gonçalves. Kwa hiyo utaona kwamba Young Africans wamebadilika kuwa na kocha ambaye anajua kusoma mchezo, lakini pia mwenye falsafa ya mabadiliko katika kikosi ndani ya mechi husika. Kwa hiyo nikimwangalia Pedro namfananisha na mwalimu Profesa Nabi ambaye alikuwa ana uwezo wa kusoma mchezo poja na kubadilisha mara moja mazingira ya mchezo husika. So tumpe kongole zake mwalimu Pedro kwa ushindi, lakini pia kwa namna ambavyo alitengeneza Yanga kuwa yenye mabadiliko na kuwa yenye falsafa ya kutazama nini wakifanye kwa muda gani na kipi wakifanye. Tueleze kwenye comment section, subscribe.